tulikuwa tuko hapo. Yaani inawezekanaje mchezaji kwenye club anasomeka ni Mtanzania, alafu kwenye TMS mifumo ya FIFA anahesabika ni mwingine? Ndio tukauliza tu, jamani, Tanzania inaruhusiwa kwa nia njema, Tanzania inaruhusiwa kuwa na uraia pacha? Maana hiyo tafsiri yake huyo mtu ana uraia pacha. Kwa hiyo tukauliza tu, bwana, huyu mbona kwenye system tukiangalia tunamuona ni mwingine, lakini mbona tukija kwenye mifumo yetu ya ndani mbona tunamuona ni Mtanzania? Inakuwaje kuwaje hapa? Yani inawezekana vipi? Kwa hiyo tulikuwa tunataka tufahamu tu hilo, kama je, inawezekana ya kwamba mkawa na uraia pacha? Ni hilo tu, kama huyu mtu ana passport ya nchi yetu, sawa, ametimiza vigezo vyake na kila kitu na nini, lakini inakuwaje na ile agine bado iko hai? Sio, mnaelewa hapo kwa sisi tulikuwa hapo, tulikuwa nataka tufahamu kwa nia njema na tujue kama hiyo inaruhusiwa na sisi tumbadilishe Oura, umeona bana, awe Mtanzania, alafu aendelee kutumia passport yake Ivory Coast, anakuwa Mtanzania. Tunakwenda na sajili mchezaji mwingine wa kigeni, tunakuwa nao 16 raia wa Ivory Coast na Senegali na Mali na wapi, tunawapa mikoa hapa. Yani ndo msingi wa hoja yetu, lakini nia yetu ni njema kabisa kwa maslahi mapana ya nchi. Najibu mmepata? Bado. Mpanzu hayuko kambini. Mpanzu yuko nyumbani kwa mapumziko na matibabu, kwa hiyo hayuko kambini na anapotakiwa kwa ajili na leo asubuhi alipelekwa hospitali na madaktari wetu kwa ajili ya kwenda kufanyia vipimo zaidi. Baada ya kutoka hospitali akarejea nyumbani kwake, madaktari wakarejea kambini kwa ajili ya kuendelea na matibabu. Wachezaji wanaokuwa na majeraha ndani ya klabu yetu huwa hawakai kambini, wanakaa nyumbani. Daktari kama kuna matibabu ya kufanyika kambini, anakuja kambini, anafanyiwa matibabu, anarudi. Ndio maana juzi umeona wakina Hamza wamekwenda kambini, sio kama alilala pale, alifika akaangaliwa na madaktari kisha akarejea nyumbani. Kwa Mpanzu na yeye status yake ni hiyo, ni majeruhi na anafanyiwa vipimo. Kwa hiyo kama anatakiwa kwenda hospitali, anapelekwa na madaktari wetu kama unafanyika leo, anarudishwa nyumbani kwake, anaendelea na matibabu akiwa nyumbani, kambi huku inaendelea vizuri. Mpanzu ana mkataba na Simba Sports Club. Yaani hata kama na ratiba ngumu kweli, kwa ukifanikiwa kupata ushindi katika ratiba hiyo ngumu, unamshukuru Mwenyezi Mungu, unaangalia mechi inayofuata. Na mechi inayofuata dhidi ya Azam FC, tunapeleka Chamazi pale. Hii pia inaongezea morali kuelekea mechi hiyo. Of course, ushindi katika mechi ya leo tena ambayo ina mabadiliko sehemu kubwa ya wachezaji. Leo tumemuona mlinda mlango mwenye afya nzuri Jibril Kasari akiwa hayupo, alienda kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Niger, amechelewa kurudi, lakini hatuna wasiwasi, tukamchukua Abel Hussein tukamweka pale golini na amefanya kazi yake ya kutosha. Katikati ya dimba mwalimu akafanya mabadiliko kidogo, akamtia Neo na Maema, akampumzisha Yusuf Kagoma na kazi imefanyika vizuri. Kipindi cha kwanza kimetamatika tu, Kibabagi akapumzika, ikaingia mashine nyingine Anthony Mdigo. Kwa hiyo ni mechi ambayo unacheza huku unajiandaa na mechi inayofuata, na kila kitu kimekwenda vizuri kwa maana ushindi tumeupata na maandalizi ya next match yamefanyika kupitia mechi hii. Hiyo ni mechi aina gani mnakwenda kuicheza dhidi ya Azam? Mechi dhidi ya Azam ni mechi ngumu.